Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako mtumishi wa Bwana ambaye Roho Mtakatifu amekupa neema na kibali cha kuweza kuwepo tena katika podcast yetu nzuri ya shule ya Roho Mtakatifu, The School of Spirit podcast. Katika session yetu ya leo, Roho Mtakatifu ametupa neema na kibali kujifunza kwa habari ya mambo muhimu ya kufahamu unapopitia kwenye wakati mgumu wa kupoteza vitu au watu ambao Mungu alikupa kama msaada kwenye maisha yako, kuelekea kwenye ukuu wako, kuelekea kwenye mwisho ulio mwema katika safari ya maisha yako. Kuanzia nishare na wewe historia ya binti mmoja ambaye alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia yao, na yule binti akasema ya kwamba kati ya kitu alichokuwa na uhakika nacho ni kwamba kama baba yake angekuwepo mpaka leo, basi maisha yake yasingekuwa vile yalivyo. Anasema ya kwamba anaamini ya kwamba maisha yake yalivurugika toka siku alipoondokewa na baba yake mzazi. Inawezekana umekutana na situation ya namna hii ya kuona ya kwamba maisha yako yamevurugika kwa sababu ya vitu fulani vilivyoondoka, ya kuona ya kwamba maisha yako yaliharibika kwa sababu ya watu fulani walioondoka, ya kuona ya kwamba kuna mtu fulani aliyekuwa msaada sana kwenye maisha yako na kwa sababu aliondoka, kwa hiyo hatima yako iliharibikia hapo. Ukiangalia lile neno katika kile kitabu cha Yoshua, ile sura ya kwanza na mstari wa kwanza, maandiko yanasema ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana. Maandiko yanapoanza na hili neno ikawa baada ya kufa kwake Musa, ilikuwa ni kutaka kuonyesha kuingia kwa kipindi kipya kwa wana wa Israeli bila Musa. Ilikuwa ni kutaka kuonyesha kuingia kwa nyakati mpya ambapo wataishi bila Musa ambaye alikuwa kiongozi wao, ambaye alikuwa amebeba maono kwa habari ya hatima zao, ambaye alikuwa amebeba maono kwa habari ya mwisho wa kuelekea katika nchi ya ahadi, ambaye alikuwa amebeba maono kwa habari ya mwisho wa safari yao wa kuelekea katika nchi ya ahadi. Tunafahamu vizuri ya kwamba ni Musa ndiye ambaye alikuwa na ile picha ya Kanaani vizuri. Ni Musa ndiye ambaye alikuwa na maono ya Mungu. Ni Musa ndiye ambaye alikuwa ameisikia sauti ya Mungu kutokea mwanzo juu ya ajenda ya kuwatoa katika utumwa wana wa Israeli na kuwapeleka katika nchi ya ahadi ya kuwapa kula maziwa na asali ndani yake. Kwa hiyo Musa kuondoka, inawezekana kwenye fahamu zao wangefikiria kwamba wamepata a big loss. Inawezekana kwenye fahamu zao wangefikiria kwamba wamepoteza kitu cha msingi, na kwa sababu hiyo safari yao pengine imeishia hapo. Na kwa sababu hiyo ni kwa jinsi gani wataendelea kufika mwisho. Yako mambo kadhaa natamani uyafahamu unapokutana na ugumu wa namna hii kwenye maisha yako. Jambo la kwanza ambalo natamani ulijue ni kwamba Mungu anaangalia zaidi mwisho wako kuliko mwisho wa watu waliokupa kukusaidia, ama kuliko mwisho wa vitu walivyoviweka vikusaidia. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema ya kwamba your destiny does not depend on the destiny of your destiny helper. Your destiny does not depend on the destiny of your destiny helpers. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa watu Mungu aliyokupa kukusaidia hauamui mwisho wa mahali Mungu anakupeleka. Mwisho wa vitu ambavyo Mungu aliviweka kukusupport haviamui mwisho wa safari ambayo Mungu anakupeleka. Inawezekana ni kazi nzuri Mungu alikupa ili kusupport kwenye hatua fulani kukufikisha, na ile kazi ikapotea. Sasa haina maana ya kwamba ndio mwisho wa hatima yako. Inawezekana ni biashara nzuri imekufa Mungu alikupa na ilikuwa inakusupport. Haina maana ya kwamba hiyo biashara ilipokufa ndio mwisho wako ulifika hapo. Inawezekana ni mzazi Mungu alikupa na alikuwa ni wa maana sana katika kukusupport. Haina maana ya kwamba huyo mzazi akiondoka basi ndio na mwisho wako umefika. Neno la Mungu ni hili: vitu ama watu Mungu aliokupa kukusaidia vinaweza kufika mwisho, lakini huo sio mwisho wa mahali Mungu anakupeleka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana mpango endelevu. Hata kama alivyokupa vitakuwa vimefika mwisho wake,
wake. Lakini jambo la pili ninalotamani ufahamu ni hili, ya kwamba Mungu anaongea zaidi juu ya msaada wake kwako na mpango alionao kwako, juu ya safari na mwisho anaokupeleka, wakati ambako vitu alivyokupa ama watu walioweka kukusaidia wameondoka. Kwa hiyo kama ukumsikia Mungu vizuri wakati ambapo anawaleta hawa watu kukusapoti, basi hakikisha wakati vinapoondoka ndio wakati ambao umsikie vizuri, kwa sababu ndio wakati ambapo huwa anazungumza zaidi juu ya msaada wake kwako, juu ya namna gani atakupeleka kwenye huo mwisho, juu ya namna gani safari ya ukuu wako anaitimiliza. Ukisoma vizuri kwenye kile kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, utagundua kwamba kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari wa 9 Mungu alikuwa akizungumza na wana wa Israeli, akizungumza na Yoshua kwa habari ya uhakika ya kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Anazungumza na Yoshua, anamwambia usiogope, kwa sababu mimi nitakuwa pamoja na wewe. Anamwambia usiogope, kwa sababu kama nilivyokuwa na Musa mtumishi wangu, ndivyo ambavyo nitakuwa pamoja na wewe. Unaweza ukafikiri kitu cha namna hii. Musa ndiye ambaye alikuwa na mandate ya kuongoza watu toka siku ya kwanza wanaianza safari, na kwa mujibu wa ile Wakorintho wa kwanza ile sura ya 10 mstari wa 2, maandiko yanasema na wote wakabatizwa katika wingu na katika maji ya bahari, ili kwamba wawe wa Musa. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa destiny zao zilikuwa zinamtegemea Musa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa amewapa Musa wale watu. Asilifika mahali ambako Musa hayupo. Maandiko yanasema Mungu anamwambia Yoshua ya kwamba sasa Musa mtumishi wangu ameondoka, basi haya, ondoka uvuke mto wa Yordani. Sikiliza, saa ambayo Musa ameondoka ndio saa ambayo maelekezo ya kusonga mbele Mungu aliachilia sana. Mungu alitumia muda mrefu kuzungumza na Yoshua, kumtia moyo. Mungu alitumia muda mrefu kuzungumza na Yoshua, kumhakikishia ndani ya moyo wake ya kwamba usifadhaike, niko pamoja na wewe, ya kwamba usiogope, nitakushika mkono, ya kwamba usiogope, uwe na moyo mkuu, uwe na ujasiri, kwa sababu mimi niko pamoja na wewe. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamsemesha sana. Inataka kuonyesha ya kwamba saa ambayo vile vitu Mungu alivyoviweka kukusaidia vimeondoka, ndio saa ambayo neno la Mungu la kukusaidia huwa linakuja zaidi, ndio saa ambayo msaada wa Mungu huwa unazungumzwa zaidi kwenye hayo majira. Kwa hiyo hakikisha umekaa attention kumsikia Mungu sawasawa, badala ya kuhuzunika ndani yako, badala ya kuishia kulalamika. Hakikisha unaongeza usikivu wa kumsikia Mungu sawasawa. Jambo la tatu ambalo natamani ukaliona unapokutana na mazingira ya ugumu wa namna hii ni kwamba jifunze kumsubiri Bwana unapokutana na ugumu katika safari ya ukuu wako. Ukisoma kwenye ile Zaburi ya 40 ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 4, kuna maneno haya utakutana nayo. Daudi anasema ya kwamba nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akakisikia kilio changu. Nataka uone hili neno. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kujifunza kumsubiri Bwana saa ambayo umekutana na ugumu katika safari ya ukuu wako. Usifanye haraka kumkasirikia Mungu, wala usifanye haraka kujikatia tamaa, ama usifanye haraka kubadilisha kusudi Mungu aliyoweka ndani yako, ama usifanye haraka kujitazama tofauti na ile picha ambayo Roho Mtakatifu aliweka ndani yako. Tujifunze kumsubiri Bwana. Ukiona haujaona neno jipya la Mungu juu yako, usifanye haraka kutenda, msingoje Bwana anene. Ukiona haujaona picha mpya Mungu ameachilia ndani yako, haujaona mpenyo ameachiliwa ndani yako, usifanye haraka kureact kufanya. Hakikisha unamgoja Bwana. Na ili uweze kuongeza hichi kiwango cha kumsubiri Mungu, ni lazima uhakikishe imani yako juu ya Mungu imekuwa kubwa. Kwa kama kuna maeneo yalikuwa yamejaa mashaka, hakikisha mashaka imeondoka na unamtazama Mungu kwa uaminifu kubwa ndani yako. Itakusaidia kuhakikisha umefika kwenye ukuu wako sawa sawa. Na jambo la 4 nalo tamani ukaliona unapokutana na ugumu wa namna hii
jizoeze kuishika sheria ya Bwana hata wakati wa magumu katika maisha yako. Kile kitabu cha Yoshua ile sura ya 1 na ule mstari wa 8, maandiko yanasema, maneno ya kitabu hiki cha Torati yasiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari mchana na usiku, ukafanya kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa humo. Maandiko yanasema ndipo utakapoifanikisha njia yako na kustawi sana. Nataka uone hii kitu. Wakati ambao umekutana na ugumu kwenye maisha yako, ni wakati ambao hakikisha hauingii kwenye mtego wa kumtenda Mungu dhambi. Wakati ambao unakutana na ugumu kwenye maisha yako, ni wakati ambao shetani atataka kujaribu na kumkosea Mungu kama ambavyo alifanya kwa Ayubu. Wakati ambao unakutana na ugumu kwenye maisha yako, ni wakati ambao ile spidi ya kutaka kukuondoa kwenye uelekeo wa kiungu inaongezeka zaidi na kutaka kukuhamisha kwenye lengo. Hakikisha umejizoeza kuishika sheria ya Bwana hata wakati wa ugumu. Hakikisha imani yako juu ya Mungu haishuki. Hakikisha ule mtazamo ulio nao juu ya Mungu haushuki. Hakikisha vile unavyomtazama Bwana katika wakati usio na magumu, ndio utakapomtazama Bwana hata wakati ambapo umekutana na ugumu. Hakikisha vile ambavyo ulikuwa unamshukuru Mungu wakati ambapo msaada wake uko kwako kupitia watu wake, ndio wakati ambapo utaendelea kumtukuza huyo Mungu hata wakati ambao wale watu waliofanyika msaada wameondoka. Vile vitu vilivyokuwa msaada havipo tena. Kile ambacho Mungu anamwambia Yoshua ya kwamba ndipo utakapoifanikisha njia yako na ndipo utakapostawi sana. Ni neno la uhakika kabisa ya kwamba kuishika sheria ya Bwana ndipo ambapo kunaongeza nguvu ya msaada wa Mungu kwako, ndipo ambapo kunaongeza nguvu ya mbaraka wa Mungu kwako. Kwa hiyo hakikisha hauikosi hiyo nafasi, na neema ya Bwana ikusaidie sana katika jina la Yesu. Haleluya. Jambo lingine la kukusaidia unapokutana na wakati mgumu wa namna hii, hakikisha unaukiri ushindi ndani ya moyo wako. Hakikisha haukiri kushindwa ndani ya moyo wako. Hata kama utapiga magoti na kumlilia Bwana juu ya huo ugumu, hakikisha ukiri wako umebeba nguvu ya ushindi ndani yake. Hakikisha ukiri wako umebeba nguvu ya ushindi kwenye maneno yako. Kwa nini? Kwa sababu hata kama unaona giza mbele, ikiri nuru, kwa sababu una uhakika Mungu aliyeko ndani yako anafanya nuru. Hata kama hauoni njia mbele yako, hakikisha unakiri njia ya kufika kwenye ukuu, hata kama njia haipo, kwa sababu Mungu aliyeko ndani yako amesha kuhakikishia kuiona njia, kukutengenezea njia. Hata kama hauoni mpenyo hapo mbele, una uhakika, kiri mpenyo kutokea, kiri kufika mbali. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliyeko ndani yako amesha kuhakikishia kufika mbali, na neema ya Bwana itakusaidia sana katika jina la Yesu. Amen.